Mimi huyu unanichukulia poa, unasema so mzuri, eti sipendezi, na tabia mbaya, naongea vibaya, natembea vibaya. Ndo mimi huyu kuna kiumbe hawezi kulala bila kusikia sauti yangu. Ndo mimi huyu kuna kiumbe kila anapoamka asubuhi kabla ya kufanya jambo lake lolote lazima atanitumia message ya asubuhi njema, na muda mwingine anafika mbali ananiambia eti mimi nimeumbwa kwa ajili yake. Ai Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry, nibaze ko meze neza ku majwi muri kumwe na Silva, na cyane yuko murumva neza yuko ijwi ritameze neza kubera ikibazo cyo ku muntu wanashaka musanze muzi bamuzi ku izina rya Charingi, akaba yarasanzwe akina filme canke se comedy mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Nibaze yuko mwese musanzwe mumuzi, yakinanye n'abakinyi benshi na cyane Cram Vevo kuva muri Tanzania, na cyane ba Moses Mweusi. Ndabizi neza yuko aba mubazi kandi ari benshi, na cyane yuko ku isi ya ruremwa mu gihe ukunda filme ndemeza neza yuko utari bwabone uyu muhungu. Ni umubabaro na cyane neza na neza ku bavyeyi biwe canke se n'abakinyi ba filme canke se n'abakunzi ba filme muri rusangi, kubera yuko umwe mubo twahora dukunda muri filme zigiye zitandukanye atakibarizwa mw'uyu mwuka w'abazima. Hari ku munsi w'ejo aho twagenda tubona ama message agiye atandukanye yemeza neza yuko uyu muhungu atoba atakirimwo umwuka w'abazima, na cyane yuko vyitwa yuko yashoboye kwitaba Imana. Benshi muri bo byari bigoye ku buryo ukuntu bo vyakira, kuko bumva umengo ntivyoshoboka, ariko neza na neza turazi yuko twese niyo nzira kandi ntawe ushobora guhindura icyo Imana yashoboye kwandika, na cyane yuko hari ijambo rivuga ati twese tuzopfa ntawe uzorusimba, na cyane yuko bengi bavuga ati hatuogopi kufa wala tunaogopa kutangulia, kwa sababu si wote ni njia moja. Neza cyane kubera yuko nta n'umuntu n'umwe azorusimba, twese na cyane Imana yaravuze ati nimwanka kunsenga nzokwinura amabuye ninure imisozi n'ibindi bigiye bitandukanye bimfukamire. Na cyane yuko uyu muhungu yashobora kuba yari yemeza neza yuko amakuru dukura ngaho onye muri Tanzania avuga ati uyu muhungu ntiyigeze agwara, na cyane yuko yaravuye muri shooting ari kumwe n'uwo bitwa Steve Mweusi, ariho byashoboye kuba
ashika mu rugo, amaze gushika mu rugo aravuga ati yamara jewe ntabwo noyumva nshaka gufungura, ahubwo nimubanze mundeke nduhuke ndaza gufungura mundi mwanya. Ariko akagoma avuga ati yamara jewe umutwe ntabwo nyorohereje, ntabwo niyumva neza. Ariko bakavuga ati acha mambo yako, acha kutuigizia hizo komedi zako, kubera yuko burya umuntu akunda komedi ababaye muri komedi akayibamwo neza, akayikunda ku buryo usanga umengo n'ikintu cyose akoze ni komedi, usanga umengo ikintu cyose akoze ntabwo ari cyo, ukamengo nivyo ariko arigirisha. Ariko kubwiwe yavuga ati jewe n'ukuri siniyumva neza, n'umubabaro ngira ku muvyeyi wiwe, kubera yuko amakuru ava ngaho onye muri Tanzania avuga ati ntiyamara mu rugo iwabo ntaco bari bishoboje, kubera yuko naho nyene yakora cyane ngo kugira afasha abo mu rugo. Namarira menshi ku muryango wiwe, namarira menshi ku bakinyi ba filme, namarira menshi na cyane mu Batanzania ndetse n'abarundi nyezina, kuko yari umwe mu bo bashobora gukora icyo bitwa gufasha na cyane guhanura biciye muri ako ka video muri ko murabona. Ari naco gituma uyu mwana w'umuhungu yashoboye challenge, yashoboye kwitaba Imana atagwaye. Benshi amajambo menshi ariko aravugwa, na cyane ko ariko haragaruka amajambo avuga ati ngo Cram Vevo niwe yashoboye kuba yo mutanga. Ntavyemeza neza yuko ari we yamutanze, kubera yuko burya Imana yashatse guhamagara uwayo nta numwe ashobora kubipinga. Reka tubashiriremwo na cyane ikiganiro umugenzi we bari basanzwe bakorana akazi kamwe, kugira ashobore kubiganirira na cyane ingene vyagiye biragenda kugira Charling ashobore kwitaba Imana. Ipo siku watu watajaa nyumbani kwako, nyuso zao zikiwa zimekosa furaha, simu wameziweka silent, na wengine wakivalia nguo nyeusi, na mazungumzo hapa yatakuwa ni mazungumzo ya chini sana, yani watu wakiwa wananongonezana, na watu watakuwa wakisema tunausubiri mwili wa marehemu, huku michango midogo ikiendelea kwenye daftari. Na hiyo siku hawatataja jina lako, cheo chako, au hata hilo jina unalotambia kwenye mtandao wa kijamii. Jina pekee watakalolitumia ni jina la marehemu tu, na hapata kuwa na story za bata tunalianzia wapi, weekend hii tunaanzia kitambaa cheupe au wapi. Story pekee zitakazokuepo Musuli. Siku moja bwana, mimi na mamangu tulikuwa tunaenda sokoni. Kwenda sokoni tukapita sehemu tukakuta msiba. Hatukuwa tunafahamu nani amekufa, na wala hiyo sehemu sisi hatukuwa tunafahamiana nao. Mama kanambia sio vizuri kupita, twende pale hata tukasalimie, then tuendelee na safari yetu. Tulipofika pale, mama akaingia ndani kwenda kutoa salamu kama alivyosema, lakini alirudi akiwa analia sana. Nilikuwa najiuliza sasa mama kinachomeza kitu gani na msiba umuhusu. Alivotoka akaniambia twende nyumbani, hatukwenda tena sokoni. Tulipofika nyumbani, mama kaingia chumbani kwake, akaanza kusali kwa sauti kubwa sana tena ya hisia, na huko akiwa analia. Tafakari ile swala, nilikuwa naendelea kutafakari. Mama katoka nje, nikamuuliza mama, kinachokufanya usali kwa sauti kubwa hivyo ni nini, na sio kawaida yako kusali, na tena ulikuwa kama unalia? Mama akasema, mwanangu, kilichokuwa kinanifanya mimi nisali kwa hisia kali pale msibani, aliyekufa alikuwa ni kijana. Huyo kijana amekufa kamwacha mama yake. Yule mama alikuwa analia huku akilalamika kwa nini asingetangulia yeye, yani mtoto wake ndo amzike. Kitu kile kikanifanya nipate wazo la kuja kusali kwa hisia kali, tena kwa kulia nikimuomba Mungu yasije akatokea, yani nisije mimi nikakuzika wewe mwanangu, nataka wewe mwanangu ndio uje kunizika mimi. Vipi kwa upande wako? Mtu ambaye anaweza kujua uchungu wako ni mama yako mzazi. Jitahidi sana, tatizo dogo ambalo unaweza kulimudu usimshirikishe mama yako mzazi.
ukiumia kidole kimoja na kumwambia mama yako anaumia vidole viwili katika mwili wake. Warigani mtazamaji wa Global TV namna hii, kwa mazingira tu ya haraka haraka ukitazama unaweza kaona hii ni Dar es Salaam na muonekano huu unapatikana maeneo ya Novo, na ndivyo hivyo ambavyo Global TV tumefunga safari mpaka sehemu hizi, maeneo haya ambayo yanafahamika kwa jina la Novo, na tumekuja huku kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa, kifo cha ndugu yetu, rafiki yetu, mshikaji wetu aliyefahamika kwa jina la Charming, na huku ni kwa rafiki yake mkubwa anayefahamika kwa jina la Monsule. Tutakwenda kuzungumza naye machache na mengi zaidi kuhusiana na swala zima la kifo chake, na huyu tunafikiri ni rafiki mkubwa, atakuwa anafahamu mengi kuhusiana na Charming. Mablaza, pole kwanza matatizo. Mungu anasaidia mwanangu, Mungu anatupa nguvu. Pole sana. Shukrani sana. Kwa mara ya kwanza mtazamaji anaweza kana kutazama kupitia Global TV, leo tuko tunazungumza na wewe. Unafahamika kama ni rafiki mkubwa wa Charming. Urafiki wenu ama uhusiano wenu ulikuwaje? Yaani mimi Charming sio rafiki yangu, Charming ni sehemu ya familia yangu. Nikizungumzia sehemu ya familia yangu, yani Charming ni mtu ambaye sijacheza naye utotoni, lakini ukubwani tunaweza kushare mambo mengi. Tulikuwa tunashare idea nyingi za kufanya ambazo ni nzuri kiasi cha kwamba hata wale ambao nimecheza nao utotoni hatukuweza kushare nao. Unajua? Charming mimi sijui nimwelezee vipi, siwezi nikajisifu katika hili, lakini mimi ni mtu mmoja. Kama umefanikiwa kumfahamu Charming kupitia maongezi ambayo anaongea mtandaoni ya kuelimisha, kuburudisha, basi tambua mimi ndo mtu wa kwanza kumpa kipaumbele hicho Charming. Charming amekuwa mwongeaji wa mitandaoni kwa sababu mimi nilikuwa naongea. Mimi nimeanza kuongea mitandaoni, Charming ananiona. Of course mwanzo na kuchukulia serious, lakini alivyoona limekuwa serious akaniambia bro, na mimi nataka nifanye. Charming mimi nilikuwa nafanya naye kazi ofisi moja bro. Nadhani unaweza ukaona na nilio yangu mimi na yeye. Na tukitoa tu kufanya naye ofisi moja, Charming ni mtu ambaye tumefanya ofisini pale kazi almost kama mwaka, unajua? Wikimedia. So ni kwamba ni mtu ambaye mimi namfahamu kiundani. Yaani namjua njaa za Charming nazijua, shibe ya Charming naijua. Unajua bro? Sema Charming kufa, kufariki, kutangulia hata iniumi. Kinachoniuma kikubwa ile malengo ambayo alikuwa ameyapanga. Bro, usimwone Charming kila siku anaongea video kuhusu mamake. Hakuna mtu yote ambaye anajua hali ya mamake. Yaani usione Charming kila siku anakuambia mimi nimefanya na mamangu, sijui nione hivi mbaya nini, lakini mamangu ananipenda kinyama. Bro, Charming na mamake. Pole sana mablaza. Achilia mbali ndugu zake, ni wapo hapa Dar es Salaam au ndugu zake wapo wapi? Charming ndugu zake wengi wako hapa Dar es Salaam. Familia yake, Charming amesoma Dar es Salaam. Charming ni mjanja sana. Yaani ni kwamba nikisema mjanja, Charming alikuwa ni mtu ambaye yani inapofeli plan A, plan B inapatikana tu. Yaani iwe kwa kuumia, iwe kwa furaha, iwe kwa raha, yale lazima itapatikana. So kinachoniumiza zaidi kuhusu Charming, sina lebo, siwezi nikasema eti ni lebo au ni nini, lakini Charming ni mtu ambaye amekuwa anaongea vile mitandaoni kwa sababu mimi nilikuwa naongea. Nimemuinspire Charming bro. Uwezi amini, mtu ambaye nimemuinspire kumeditia hata kile kibiti tukisoundtrack, leo hii hayupo. Tutakutana na watu wengi ambao wanaongea katika mitandao huko, lakini hatuwezi kumpata mtu kama Charming bro. Vibe la Charming ni la vibe la Charming ni Charming bro. Sasa hivi mwanangu, hata ile matani ambayo nilikuwa namtania Charming, kumtukana, kufanyaje, kuzinguana pale hasira, natamani hata nipate nusu saa tu nimwambie bro sorry, afu aende mwanangu. Ila sasa hivi Charming hayupo, na so hayupo, kama ameenda anarudi, Charming arudi tena. Charming bro ametangulia, Charming amefariki, na Charming amefariki bila kuumwa. Hapo tukiangalia taarifa nyingi zimekuwa zikiripotiwa tu kifo chake, lakini hakuna taarifa ambayo imeeleza sababu ya kifo chake. Labda wewe kama rafiki wa karibu unafahamu kifo chake kimesababishwa na nini? Brother Charming, wajua wanasemaga kifo kinatafuta sababu. Lakini kifo cha Charming mpaka midai sababu yake hata mimi sifahamu. Lakini ni mtu ambaye Charming saa 4 usiku alikuwa online. Saa 4 Charming yupo online. Saa 6
kaposti hiyo saa 4 kaposti video ambayo alikuwepo, yani ameposti video ambayo ameshuti na Cram. Yani ndo kwanza anaanza kupiga hatua ndugu yangu, kujulikana, ameshuti na Kinandalo, Steve Mweusi, watu maarufu ameshana kufanya nao kazi bro. Charming Pole mabrasa, pole sana. Pole. Unakumbuka nini dakika za mwisho kuwasiliana na Charming? Ulikuwa umefanya kitu gani kwake? Kikubwa ambacho cha mwisho ambacho nimewasiliana na Charming, nili appreciate kazi yake. Charming nime appreciate kazi yake saa 6. Nini hiyo? Juzi kabla kifo chake kumkuta usiku. Saa 6 mimi nimereply. Tunachowaka kulala sana sisi watu ambao tunatengeneza content. Saa 7 napigiwa na mtu wa hivi wa Charming. Mtu akiwa karibu. Ananiambia Mo. Okay. Wapi hiyo? Naambia mwanangu niko nyumbani. Naambia mwanangu Charming amefariki. Nikamtukana. Kaambia mwanangu wewe kama unatafuta kiki fresh, nikatulia. Alikuwa ni wa kike wa kiume? Wa kiume, akanalia kabisa mchizi. Anaitwa Dravage. Okay. Baada ya muda mimi nimekaa, umeme ukakata nyumbani. Umeona issue inavyozidi kuwa serious. Ndani kukaa giza. Ndani kuwa giza, nikicheki nje bado pia ni giza. Asa ile moment ndio inaanza kunijia. Muda huo mimi nimetoka online, unajua? Na muda huo nimeshatoka ku appreciate bro, message hii hapa, message ya mwisho wa Charming hii hapa. Ngoja nikuoneshe. Umeona? Saa 6 nimemtumia message na Charming last scene yake inaonyesha saa 4 alikuwepo, nadhani hapa inaonyesha kwa sababu sijahasha data. Yeah, kweli. Okay. Saa 4 yupo online, saa 6 mimi nilivyoambiwa kwanza nadhani Charming ndio mtu wa mwisho mimi kuchati naye mtandaoni. Saa 6 ya usiku. Saa 6 nikazima data, na nimezima data ili mradi nile nioge, saa 7 niingie zangu live au saa 8 niingie live. Mara ya mwisho wakati unaongea hakuwahi kukueleza kwamba ana tatizo lolote ambalo linamsumbua? Nieleza tatizo, changamoto yoyote ambayo inaweza kupelekea mpaka leo hii eti mpaka maisha yake akaa eti yani amefariki kwa fulani ambao labda mimi ashaye kuniambia. Okay. Kuna clip hizi ambazo imeonekana watu wanadai kwamba hii aliposti sio muda mrefu. Kuna clip 2. Kuna moja ambayo alizungumzia kuhusu mama yake na vile ambavyo kifo kinavyotokea kwa mtu, watu wanapokuwa watakuja watu umezikwa au nini, upo umefumba macho. Lakini kuna hii clip ambayo dakika za mwisho aliposti pia wanapodai watu akizungumza hivi, nyinyi watu ambao mnanisema mnafikiri mimi mamangu sina mambo kibao, hii inahusiana vipi na hivi vitu? Watu wengine wanadai hii inaonekana kabisa kwamba alikuwa anafahamu nini kinaenda kutokea mbele yake. Ukiangalia clip ya kwanza hii ambayo anasema nyinyi wachawi pia mnaniroga, mnafikiri mimi sitapata mafanikio, vitu kama hivyo. Kwanza ukishakuwa content creator, sometimes kuna vitu vinakuja kichwani inabidi uviongee mtandaoni. Kila mtu ana nafasi yake mbele ya Mungu, unajua. Charming alikuwa anaongea kitu ambacho anakifikiria kichwani. Charming mimi Charming najuana naye tangu anaanza followers 0 mpaka amefika pale 200,000 na kitu. Charming nilikuwa sijai kufanya naye video. Mpaka kuna siku akana ananiambia, bro Monsuri, kila siku mwanangu tupo wote tunafahamiana vizuri, lakini sina video hata moja na wewe. Mimi hata picha na Charming hatuna. Yani unajua hatuna, ni kwa sababu kwanza ni mtu ambaye tunaheshimiana sana. Yani tukikutana ni mambo ya kazi nini na nini tunacheka. Mimi ndivyo nilivyoumbwa. So mtu akucheka cheka hivyo, unajua. Juzi ameniambia anataka tuje tufanye video moja ambayo tumefanya na watu wameposti. Haina hata muda mrefu mwanangu mtandaoni. Charming kanipigia, bro tufanye. Kweli Charming siku alikuja saa 7. Saa 7 tumekaa tunapiga story, anaanza kuniambia bwana 1 2 3 mo tufanye. Mpaka nikamuuliza mwanangu unataka kufa nini? Mbona unang'ang'ania? Tupo wengi tu tunacheka. Of course ni content ya kuhusiana kifo. Yani ni kwamba story zile ya kifo, na ni kweli ni ya kifo. Anasema mimi na mamangu tulipita tukatokea katika msiba, tukakuta mtu amekufa. Unajua? Paka ile content uwezi amini. Kwa jinsi alivyonielezea, haki ya Mungu sikupata ufumbuzi wa kuelezea hapo. Yani na mimi eti freestyle zangu zikae niweke sawa ile content. Tulipozi. Paka nikaambia bro mimi ndakuonesha hata clip hata ukitaka. Nikaambia Charming mbona umetoa content ngumu? Ulimuuliza hivyo kwa nini haki ya Mungu naambia bro mbona umetoa content ngumu? Nikaambia cameraman wewe pause mwanangu. Hii content inabidi nifikirie. Ndio nikafikiria mwanangu. Ilikuwa lini hiyo? Wiki 2 nyingi bro. Wiki 2 nyingi sana. Yani wiki 1 na nusu tuseme. Tena video yenyewe hata mimi sijaiposti, ni kwamba bado mbichi. Yeye aliwahi kuiposti kwa sababu content yake
Leo hii bro mimi naambiwa Charming ametangulia, amekufa. Pole sana. Unaweza kumzungumzia kwa namna gani Charming? Alikuwa ni mtu wa namna gani maisha yake kwa ujumla, vile ukiwa unaishi naye, vile ambavyo anaonekana mtaani na watu wengine akishirikiana nao? Kwanza Charming alivyo unavyomuona katika video zake ndivyo alivyo. Charming ana kaida moja. Charming alikuwa, naomba tu niongee vitu ambavyo navifahamu vingi vya Charming. Charming ukienda na sura yako serious, Charming anakuwa serious na yeye. Lakini Charming ulikuwa ukienda na sura utani, Charming naye Charming ni comedian moja hatari sana. Kwa mtu yote ambaye yupo karibu na Charming anafahamu. Yaani Charming ni comedian mmoja hatari sana. Yaani lazima utacheka tu. Alafu Charming alikuwa anakera. Kama hujamzoea Charming anaenda kukera. Yule ni comedian yoyote kama hujamzoea lazima ukelekwe naye. Charming ni kwamba kama tutapika ugali tule pamoja tutakula. Kama sasa hivi hakuna hiyo nafasi ya kula ugali basi ni sawa. Unajua huyo ndo Charming. Charming maisha yake ni kama maisha yangu tu. Unajua ni vile vile mwanangu uko wapi niko sehemu fulani. Mwanangu uko wapi niko sehemu fulani. Yaani maisha yake sio kujivunga, sio mtu wa club, sio mtu wa party, sio mtu wa beach. Yaani Charming usipomuona kwenye kazi, Charming huwezi kumuona kizembe. Yaani Charming, na kama kuna mtu atashe kuona Charming amepost yuko club, aionyesha hata hiyo picha. Charming sio mtu wa klabu, Charming sio mlevi, yani mara ya mwisho Charming mpaka kifo chake kinamkuta alikuwa bado anafanya kazi na Rick Media au alikuwa ameshaacha? Muda huo alikuwa tayari ameshaacha kufanya kazi Rick Media, na mazumuni ya kuacha kufanya kazi ni kwa sababu ya kupambania ndoto zetu. Muone aswa ya kwake. Kwa sababu ni ngumu sana kutimiza malengo yako. Unajua yani uwezo kutimiza malengo yako ukiwa sehemu ambayo malengo ya mwenzio yanashabiana na yako. Unajua Kwa sababu Rick Media ni kituo cha habari za burudani. Lazima utenge muda mrefu sana wa kufikiria content za ofisi. Alafu inabidi utenge pia muda wa kufikiria content zako ili mradi mtu kesho akuangalie. So, kwa stage ambayo alikuwa amefikia na maisha yake alivyokuwa amefikia, aliona kabisa sasa hivi ni wakati ambao mimi na uwezo wa kusimama mimi mwenyewe kwanza kupambania malengo yangu. Sio kwa baya. Charming alikuwa anakuja ofisini kusalimia, anapita tu anasalimia fresh. Unajua? Hivyo. Kwa hiyo kama limetokea hili, na ndio maana siku ya msiba jana uongozi wa Rick Media ulikuwepo kule, leo pia wameenda, kesho pia tutakuwepo. Yaani hivyo mwanangu. Kwa hiyo mimi Charming eti kutangulia, yani kufariki, msiba umenigusa. Yaani ukitoa tu ule mwana wa familia. Kwa sababu kila muda Charming namuona mtandaoni. Na kikubwa ambacho kinaniumiza ni kwamba baadhi ya video ambazo wanazipost, mimi nilikuwa mmoja ambaye nimeedit video zake. Alafu namuona mwanangu hapa ambaye sasa hivi tayari ametangulia. Rest easy bro. Okay. Kwa jinsi ambavyo ulikuwa unamuona, namna alivyokuwa anaishi maisha yake, hakuwahi kuwa na ugomvi, labda fitina na watu kutoka labda utengenezaji wa content zake pia? Sasa bifu tu ya vijana labda hujai kusikia, hajai kuambia mwanangu mimi kuna mshikaji fulani, sio lazima kumtaja, tuna bifu labda kuna kitu moja mitatu akiendi sawa na mshikaji fulani hivi, au hata namna ambavyo anatengeneza content zake labda anawalenga watu fulani ambao kwa sehemu fulani? Kama nilivyosema mwanzoni, Charming content zake kubwa ni kuhusu maisha yake na maisha ya mama yake. Historia ya Charming na maisha ya mama yake bro ni kubwa sana. Nadhani siku ya leo jamii mngekuwa mmefika labda anapoishi Charming, mngekuwa mmemwona mama yake Charming, au watu wote ambao leo wamempost, nadhani wangejichangisha hata mama yake kidogo akae vizuri. Anasumbua nini mama yake? Kuna kipindi fulani Charming ashai kuniambia kuwa hiyo taarifa alitoaga ofisini na siwezi kuificha kuiweka kwa sababu ni taarifa ya wazi. Charming kuna kipindi alikuwa anachelewa sana ofisini. Anakuja saa 4, saa 3. Bosi akana mlaumu nini na nini. Lakini Charming akaja kusema kuhusu mama yake. Mama yake alikuwa ni mgonjwa. Umeona, akasema mamangu mimi ni mgonjwa. Na ugonjwa wa mama yake ulikuwa ni kudondoka. Inadhoofisha sana mamako kudondoka mbele za watu bro. Mara aje ofisini asema mama kadondoka bafuni. Unajua? Mtu mwingine anakuja anasema mama kadondoka sokoni. Unajua? Bosi anamruhusu, anaondoka mwanangu. Kumbe Charming mwanangu wakati anaongea kuhusu mamake, naye ana mambo yake ambayo anafanyaje, anamsumbua. Umeona? Siku ya leo mwanangu Charming ameondoka, mama sasa hivi ndo analia. So Charming alikuwa analia ofisini kwa sababu mamake
anaumwa. Ila jana mwanangu nimeenda mkuta mama analia kwa sababu Charming ametangulia. Charming video yake ya mwisho ambayo amefanya na mimi alikuwa anamzungumzia mama ambaye analia kwa sababu kampoteza mtoto mwanangu. Afu leo hii video Mtazamaji wa Global TV, tupo tunazungumza na rafiki yake mkubwa wa Charming, rest in peace, ndugu yetu ambaye alikuwa akifanya sanaa yake kujitafutia sehemu ya maisha yake, nikimaanisha udaji na kuweza kumsaidia mama yake. Rafiki yake mkubwa ambaye alikuwa akiedit video zake, alikuwa ni miongoni mwa watu wanaoshirikishana vitu vingi sana katika kazi zake. Kwa hiyo ametoka kutueleza mambo mengi sana kuhusiana na Charming. Kama utakulikuwa ufahamu, basi undani zaidi unaupata kutoka hapa kwa rafiki yake, na unavyomuona anashindwa kuzungumza kutokana na namna ambavyo alivyokuwa partner wake katika maisha. Kwa hiyo ndio jinsi mambo yalivyo hivyo. Tunasema kazi yake bwana haina makosa. Rest in peace. Ina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sema bro, yani bora Charming asingekuja kufanya mimi ile video mwanangu. Yani bora mimi ningekuwa ni sehemu ya partner ambao ndamfahamu Charming. Charming video ya mwisho ambayo alikuja kufanya na mimi mwanangu, ananiambiaje Monsule, kwa siku moja nilikuwa natembea na mamangu. Natembea na mamangu tukakuta kuna nyumba inafanyaje, kuna watu wanalia. Mamangu akaniambia nisubiri hapo, ngoja nikaulizie nani kuna tatizo gani. Kufika mule Charming anasema mamake alivyorudi akaambiaje, adaelia pale ni mama. Akamuuliza kwa nini analia. Charming anasema mama analia kwa sababu yani mamake akarudi analia. Umeona? Charming akamuuliza kwa nini mama unalia? Mamake akasema umeona hapo nilipotoka kuna msiba na mtu ambaye amefariki hapo ni mtoto. Akaambia mtoto akaambia sasa mama kwa nini unalia wakati umefiwa ni wale? Akisema akaambia mwanangu, mimi nalia kwa sababu sitamani katika maisha yangu nione leo mtoto ambaye nimezaa kwa uchungu, maumivu ya uchungu yamepita, nije tena kulia kwa sababu eti namzika. Unajua Charming, ukiangalia video ya mwisho ambayo amefanya na mimi, anaongelea kifo cha mtoto mbele ya mama. Mama analia kwa sababu kuna mtoto amekufa. Na akasema Charming akanambia ile video inasema kwa umeipost wapi hiyo video? Ipo mimi mwenyewe nayo, kaposti yeye Charming TikTok huko Instagram, ni video ambayo tuko wawili. Unajua Charming anasema baada ya kutoka katika ule msiba mamake akaa analia. Charming akauliza kwa nini unalia? Akaambia hiyo nyumba ni kwamba kuna mtu kafiwa na mwanae. Akamuuliza sasa kwa nini mama unalia? Akaambia nalia kwa sababu nahofia sana kuja kumpoteza mtoto. Umeona? Kwa sababu mwanangu mama sasa hivi mamake Charming analia muda wote kwa sababu kweli kapoteza na mwanae mwanangu. Yaani Charming mwanangu. Mama alikuwa na watoto wangapi? Kusema kweli haya mnajua maisha ya mjini ni kwamba paka tuive sana kiundani. Kwa sababu familia nyingi zina watoto wa nje, unajua. Lakini Charming ambaye nilikuwa namjua ashakunielezea kuhusu yeye na mdogo wake, na sijai kujaji kwa sababu sinaga story nyingi na Charming zaidi ya kazi. Unajua yani Monsuri, ukimwona Monsuri na Charming pamoja wamekaa ni kufanya kazi. Na sio Charming tu, mimi mtu yote ambaye unamwona anaongea katika mitandao, ukituona tumekaa pamoja basi jua tunafanya kazi. Unamfahamu rafiki yake wa kike wa karibu hasa ni nani? Au alikuwa na rafiki wote wa karibu wa kike? Rafiki zake wa karibu ndio kama sisi wakina Nono. Yaani katika kundi lile yani ndio ambao mimi najua, lakini tukianza kuzungumzia labda eti rafiki yake wa kike mpenzi wake nani asijawahi sijui. Ila ni mtu ambaye yupo katika mahusiano yake, muda mwingine ana appreciate katika status zake. Kuona labda kuna ugomvi labda kama siku moja kaposti kwamba ana shida na mpenzi wake. Kwanza Charming kumposti huyo mpenzi wake alimpostigi muda mrefu sana. Muda yani siku yani hata nikikuonesha Ila nikakuonesha hapo. Kwa kuonesha Charming alimposti muda mrefu sana. Tena ameposti mpaka nikamuuliza kaka hii vipi? Akanambia
mama yetu huyu hapa. Mimi nili appreciate hapa. Nikamwambia huyu demu wake nani? Unajua? Akaja akaniambia mama mtu huyo kaka hivi na hivi. Nikacheka nikamwambia mdogo wangu naishi pazuri. Hivyo kiutani fresh imesha. Hata ukiangalia chati zetu ni za heshima. Basi, yani unakuta tu ni kazi. Uangalia linki zote. Mshikaji anashare kazi. Tuna chat like kazi mwanangu. Leo hii hamna mtu ambaye atanitumia linki za Charming tena mwanangu. Pole sana ndugu. Pole sana kama Global TV ambao tumeweza kupata nafasi ya kuweza kufika hapa kuzungumza na wewe. Labda kama rafiki wa karibu sana, utaratibu ambao unaendelea mpaka hivi sasa kuhusiana na mazishi ya Charming upoje? Of course ni kwamba mazishi ya Charming muda kamili bado hujawekwa, lakini ni Jumatano, na kitu ambacho kimechelewesha Charming kuzikwa ni kwa sababu ya familia kuwa mbali sana. Unajua sasa hivi familia ndo imekuja, yani inakuja kutoka sehemu mbalimbali. Babake nilipata taarifa kuwa anamsubiria babake kwa sababu yuko mbali, mzee Charles. Kwa hiyo ni kwamba kikubwa ambacho kimechelewesha ni kuhusu mzazi wake kuchelewa kufika. Lakini bado sina ratiba kamili ya mazishi yake ni muda gani, lakini ni Jumatano na ya kesho na muda wote ule. Yani kitu chochote ambacho nitapata update yote kuhusu Charming nitaambia ndugu zangu kuhusu Charming. Kwa mtu yote ambaye atatamani kujumuika katika mazishi ya Charming siku ya kesho ni Jet Room. Kama unaenda airport, ukifika pale Jet Room, yani ukifika tu hata room, yani ukifika pale airport ukiulizia room ni wapi, unapelekwa. Ukishapelekwa room, hicho kituo kinaitwa Mwisho wa Lami, ni room Jet Room Mwisho wa Lami. Na ukifika Mwisho wa Lami unaulizia msiba uko wapi, utaambiwa, kwa sababu Charming ni maarufu. Charming ukiulizia, ukifika kule ukiulizia kwenye msiba ni wapi, hapo ndio inakuja ile content ambayo alisema ipo siku mtakuja, sio kwa ajili mnakuja kumuulizia Charming, mnaulizia msiba marehemu ni wapi. Pole sana ndugu yangu. Sio na mimi ndo nafuatia mwanangu, hata sielewi. Tali bro. Mtazamaji wa Global TV, kuna namna ambavyo pia tunaguswa kama binadamu na kama vijana ambao hatuijui kesho yetu pia, na ndivyo hivyo ambavyo pia ndugu yetu Mansuri anapozungumza hivyo. Kwa hiyo hakuna namna na kukubali kazi yake bwana, imetokea, haina makosa. Mimi naitwa Moteru, niko na ndugu yangu Brains TZDA nyuma ya kamera kuhakikisha kila kitu kimekuwa sawa, na tumeweza kuzungumza na rafiki yake hapa. Labda kama una lolote la kumalizia ndugu yetu. Lolote ni kwamba ndugu zangu, kwa mtu yote ambaye alipokea maneno ya kumtia nguvu katika mitandao kuhusu Charming, tafadhali jaribu kuwa karibu na familia ya Charming, nadhani utajua mengi. Wewe unazungumza hivyo? Kesho tunaenda msibani. Oya, picha linaanza nimefanana na babangu. Kanifundisha tu tabia fulani, vitu kujiamini na kutokuwa na shobo. Akanambia nitafute sana hela, ikibidi niokote makopo. Akanambia niwapende sana ndugu zangu, nimpende sana mamangu, nisije ruhusu adhurike hata na viroboto. Na la mwisho sasa akanambia ukipata mwanamke mpende kwa dhati na usisahau kumzingatia maokoto. Mimi huyo.